Sasa ili kufahamu zaidi, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya diplomasia Nicodemus Minde, na alianza kwa kunieleza makubaliano haya kati ya Rwanda na DRC yanamaanisha nini kwa usalama katika eneo la Maziwa Makuu. Nadhani ni hatua nzuri ambayo inakuja baada ya juhudi ambazo zimekuwa nyingi ambazo zimekuwa labda hazitekelezwi kwa makubaliano kati ya hizi nchi mbili, kwa mlango wa msingi wa Marekani, juhudi za Marekani. Nadhani ni hatua nzuri ambapo kama endapo makubaliano haya yatatekelezwa kuanzia tarehe 2, nadhani itakuwa ni hatua nzuri katika kuleta amani katika eneo la Maziwa Makuu. Sasa tuyachukulie makubaliano haya kama hatua nzuri katika jitihada za kutafuta amani, ama ni hatua tu ya kisiasa inayolenga kuimarisha muonekano mbele ya jumuiya ya kimataifa? Kumekuwa na juhudi, kwa mfano kwa taifa la Qatar ambapo liliwaleta wawili hawa mahasimu wao kati ya nchi ya Rwanda na Kongo, na katika mazungumzo hayo nadhani ndio yaliyozaa hii juhudi ya Marekani, ambapo nadhani sasa wanataka kuzungumza masuala ambayo yamekuwa yakitatiza mgogoro huu. Nadhani ni hatua nzuri kusema kweli. Kwa nini Marekani tunaona kwamba inajihusisha moja kwa moja na makubaliano haya? Kuna maslahi gani katika mzozo kati ya Rwanda na DRC? Nadhani sehemu ya Marekani katika kutatua migogoro ya kidunia ni kubwa. Tukumbuke kwamba Marekani imejihusisha katika juhudi za amani kule Gaza, ukiangalia mgogoro kati ya Israel na Palestina. Kwa hiyo tunaona ni sehemu kubwa ya Marekani katika sehemu ya kutatua migogoro ya kidunia, na nadhani pia ukiondoa swala hili la sehemu ya Marekani, pia kuna wadadisi wanahisi kwamba kuna masuala pia rasilimali, makubaliano ya kuangalia rasilimali ambazo ni adimu, ambazo zimekuwa ndo diplomasia ya sasa chini ya rais wa Marekani Donald Trump. Kwa sasa kuna madai kwamba waasi wa M23 wanaungwa mkono na Rwanda. Sasa unadhani makubaliano haya yanaweza kuleta mabadiliko yoyote halisi katika hali ya usalama mashariki mwa DRC? Endapo makubaliano haya yatazingatiwa na kusapotiwa pamoja na juhudi za kikanda, nadhani makubaliano haya yanaweza kutekelezeka. Ikumbuke kwamba hii hati ya makubaliano, yani makubaliano Declaration of Principles, ambayo imesainiwa kati ya nchi mbili kwa mgongo wa Marekani, ni juhudi ambazo zinataka kuleta hii kusitisha vita. Na tukiongea kuhusu kusitisha vita, ni ule ufadhili ambao unatolewa kwa nchi ya Rwanda kwenye wafuasi wa M23, na nadhani kama ikifuatiliwa, nadhani tutaona kwa mara ya kwanza juhudi hizi zinatia fora. Naam, sasa Minde, kuna hofu gani kuhusu utekelezaji wa makubaliano haya ikizingatiwa ile historia ya makubaliano yaliyopita ambayo hayakutekelezwa kikamilifu? Hofu kubwa ni utekelezaji, kwamba upande mmoja wanaacha wazingatii makubaliano. Nadhani ukiangalia mambo haya katika muktadha mzima wa vikwazo pamoja na jitihada za mataifa makubwa, yani Marekani na Qatar, tunaona kwamba kuna uwezekano kwamba our actors wanaweza kuwekewa pressure zaidi, na nadhani makubaliano haya yanaweza kusikilizwa kwa mara ya kwanza.